YouTube imetangaza mabadiliko makubwa kwenye mfumo wake wa monetization ambayo yanaweza kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika kipindi cha karibia miaka 10. Leo tutaangalia kwa undani mabadiliko hayo na kuona maana yake kwa creators ambao bado wanatafuta kuanza kupata pesa YouTube, pamoja na wale ambao tayari wako kwenye YouTube Partner Program. Lakini kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uendelee kujifunza vingi kwenye chaneli hii ya Bongo Fresh TZ. Namba 1, masharti ya kuwa monetized. Tuanzie kwenye swali ambalo creators wengi wanajiuliza. Nahitaji nini ili nianze kupata pesa YouTube? Kwanza, kuna kitu ambacho hakijabadilika. Kiwango cha kwanza cha YouTube Partner Program bado kinahitaji subscribers 500, watch hours 3000 ndani ya miezi 12, au subscribers 500, short views 300,000 ndani ya siku 90. Ukifikia kiwango hiki, unaweza kupata baadhi ya fursa za kuwafanya watazamaji wako kukulipa moja kwa moja kama vile channel membership and super chats. Lakini kuna jambo muhimu, kiwango hiki hakikupi matangazo ya kwenye video zako. Ili uanze kupata pesa kupitia matangazo ya YouTube na mapato kutoka YouTube Premium, unatakiwa kufikia kiwango cha juu cha monetization. Kwa sasa unatakiwa kuwa na subscribers 1000, watch hours 4000 ndani ya miezi 12, au subscribers 1000, short views 10,000,000 ndani ya siku 90. Lakini kuanzia Februari 1, 2027, masharti haya yanadaiwa kubadilika. Badala ya watch hours 4000, utahitaji watch hours 8000 ndani ya miezi 12, au kama unatengeneza shorts utahitaji short views 20,000,000 ndani ya siku 90. Kwa hiyo subscribers bado ni 1000, lakini mahitaji ya watch time na short views yameongezeka mara 2. Namba 2, kwa nini YouTube imeongeza masharti? YouTube imekuwa sana kwa miaka ya hivi karibuni. Leo YouTube ina mabilioni ya watazamaji kila mwezi, lakini masharti ya kuingia kwenye YouTube Partner Program hayajabadilika tangia mwaka 2018. Kwa hiyo YouTube imeona kwamba ni wakati wake sahihi kurekebisha viwango vyao kulingana na ukubwa wa platformu yake kwa sasa. Lakini kama creator, unaweza kujiuliza, hii ni fair kweli? Kwa sababu kupata watch hours 8000 sio jambo dogo, na kupata short views 20,000,000 ndani ya siku 90 ni changamoto kubwa zaidi. Hilo ni jambo ambalo creators mnaweza kutoa maoni yenu kwenye comments. Namba 3, watch hours 8000 ni nyingi kiasi gani? Tuweke namba hizi katika mazingira rahisi kuelewa. Kama unalenga watch hours 8000 ndani ya miezi 12, hiyo ni wastani wa takriban saa 22 za watch time kila siku, au dakika 1320 kila siku. Kwa mfano, kama una video ya dakika 10 ambayo watu wanaangalia wastani wa dakika 5, ungehitaji takriban views 264 kila siku kwa wastani ili kufikia kiwango hicho. Lakini kumbuka, hizi ni hesabu za kuelewa tu kiwango kinachohitajika. Matokeo halisi yatategemea muda ambao watazamaji wanatumia kwenye video zako. Namba 4, vipi kuhusu shorts? Kwa shorts, mambo yanakuwa makubwa zaidi. Ili kufikia shorts views 20,000,000 ndani ya siku 90, ungehitaji wastani wa takriban views zaidi ya 200,000 kila siku. Hii ndiyo sababu creators wanaotegemea shorts pekee wanaweza kuona mabadiliko haya kwa ukubwa sana. Namba 5, kama tayari umekuwa monetized, je, unaweza kupoteza monetization? Hapa kuna habari nzuri. Kama tayari uko kwenye YouTube Partner Program, si kwamba ukishindwa kufikisha watch hours 8000 utaondolewa moja kwa moja kwenye monetization. YouTube imeelezea pia kuhusu masharti ya activities kwa channels ambayo tayari ziko monetized. Channel inaweza kuendelea kuwa monetized ikiwa ina angalau watch hours 1000 ndani ya miezi 12, au short views 1,000,000 ndani ya siku 90. Au imechapisha video 2 za kawaida ndani ya siku 90, au imechapisha
shorts 5 ndani ya siku 90. Na ukishuka chini ya viwango hivyo, utapewa muda wa siku 90 kurekebisha hali hiyo. Hii ni nafuu zaidi ukilinganisha na mfumo wa zamani ambao ulikuwa na muda mfupi zaidi wa kurekebisha hali hiyo. Namba 6, kuna mabadiliko kwenye mapato ya shorts. Kuna jambo lingine muhimu kwa creators wanaotengeneza shorts. Kwa mujibu wa taarifa hizi, baada ya chaneli yako kuwa monetized, ili uendelee kupata mapato kutokana na shorts, utahitaji kufikisha kiwango fulani cha views. Kiwango hicho ni shorts views milioni 10 ndani ya siku 90. Ukishindwa kufikisha views hizo, si kwamba chaneli yako itaondolewa moja kwa moja kwenye YouTube Partner Program, lakini unaweza kutokupata mapato kutoka kwenye shorts. Na hapa kuna jambo muhimu sana. Sio kila view ya shorts inahesabika. YouTube inazingatia views zinazostahili au zile zinazohesabiwa kama engaged views. Kwa hiyo, unaweza kuona shorts zako zina view milioni 10, lakini views zinazostahili zikawa chini ya hapo. Namba 7, YouTube Premium Lite. Kuna mabadiliko mengine yanayohusu YouTube Premium Lite. Huduma hii inaendelea kusambazwa katika nchi ambazo YouTube Premium inapatikana. Creators wanaweza pia kupata sehemu ya mapato kutokana na watazamaji wanaotumia huduma hiyo. Hata hivyo, kiasi ambacho creator anapata kinaweza kutofautiana kulingana na watazamaji, content na mfumo wa YouTube. Kwa hiyo, usifikirie kwamba premium pekee ndiyo itakuwa chanzo kikubwa cha mapato yako. Namba 8, kuna njia mpya za kupata pesa kupitia shorts. YouTube pia imeeleza kuhusu njia mpya za creators kupata mapato kupitia shorts. Hizi zinaweza kujumuisha YouTube Shop, fursa za brandi, deals, bonuses au earning bots zinazohusiana na trendi mbalimbali. Njia mpya za matangazo yanayolenga makundi maalum ya channel. Hali hii inaonyesha kwamba YouTube inaendelea kutafuta njia zaidi za kuwasaidia creators kupata pesa zaidi kupitia shorts. Namba 9, creators waliopo tayari kwenye YouTube Partner Program wawe makini sana. Kuna tarehe nyingine muhimu sana ambayo creators waliopo kwenye YouTube Partner Program wanapaswa kuikumbuka. Ni Januari 31, 2027. Kabla ya tarehe hiyo, YouTube inatarajiwa kuanza kutumia masharti na agreements mpya zinazohusiana na mabadiliko haya. Kwa hiyo, kama tayari umemonetized, nenda kwenye YouTube Studio na angalia sehemu ya setting kisha agreements. Katika kipindi hiki, unaweza kupewa agreements mpya ambazo unatakiwa kuzisoma na kukubaliana nazo. Usipuuze notifications za YouTube. Namba 10, je, mabadiliko haya yana maana gani kwako? Kama tayari una channel yenye subscribers kadhaa na unaendelea kukusanya watch hours, sasa ni wakati mzuri wa kuongeza juhudi. Kabla ya Februari 1, 2027, masharti ya zamani bado ndiyo muhimu kulingana na taarifa hii. Kwa hiyo, kama unaweza kufikia subscribers 1000, watch hours 4000 au subscribers 1000 na short views milioni 10 kabla mabadiliko kuanza kutumika, unaweza kuingia kwenye monetization kwa masharti ya sasa. Kwa hiyo, usisubiri. Kama tayari una channel, tumia miezi hii kuongeza videos, kuboresha thumbnails, kuongeza retention na kutafuta mada ambazo audience yako inapenda. Kama unaanza leo, usikate tamaa. Kama bado hauna subscribers 1000, usione kwamba mabadiliko haya yanamaanisha huwezi kufanikiwa. Kumbuka, watu wengi wanaanza YouTube wakiwa na subscribers 0, na kabla hawajafikisha watch hours 4000, utakuwa tayari umejifunza mambo mengi sana kuhusu kutengeneza videos, kuandika titles, kutengeneza thumbnail, SEO retention, kujua audience yako, kutengeneza content inayovutia watu. Kwa hiyo, usiogope namba 8000. Ichukulie kama target kubwa zaidi, na kama unaanza leo, inawezekana kabisa ukafungua channel, ukakua, ukafikisha subscribers 1000 na ukaingia kwenye monetization. Kwa kifupi, mabadiliko makubwa yanayodaiwa kuanza Februari 1, 2027 ni kwamba kiwango cha watch hours kwa monetization ya matangazo kinaenda kutoka 4000 hadi 8000 kwa
wakati short views zinaenda kutoka milioni 10 hadi milioni 20 ndani ya siku 90. Kwa creators ambao tayari wako monetized, kuna masharti tofauti ya activity ambayo yanaweza kusaidia kuendelea kubaki kwenye monetization hata kama haujafika watch hours 8,000. Kwa hiyo, kama una channel tayari, hii sio muda wa kukata tamaa. Ni muda wa kuongeza juhudi. Endelea kutengeneza content, jifunze kutoka kwenye analytics zako, boresha video zako na usikate tamaa, kwa sababu siku utakayopokea malipo yako ya kwanza kutoka YouTube utagundua kwamba kila saa uliyotumia kutengeneza video ilikuwa na maana kubwa. Na kama bado hujaanza YouTube, labda mwaka 2027 utakuwa mmoja wa creators watakaokuwa wanasimulia jinsi walivyoanza kutoka sifuri na kufanikiwa. Usisubiri, anza leo.